Bwana Jay, mambo vipi? Fresh kabisa. Nakwaje mzee wangu? Good. By long time. Fresh kabisa. Unaendeleaje lakini? Napambana hivyo. Hivi je, una mtoto? Mtoto ninaye. Na mtoto mmoja kwa sasa hivi. Ana umri gani? Yeye ana miaka 5 sasa hivi. Okay. Hongera mzee. Unapigana. Lakini nataka unipe story kwamba ilikuwaje siku ulipogundua kama mwanamke wako ni mjamzito. Nataka kujua reaction yako baada ya kupewa taarifa kwamba bwana yani siku hiyo bwana ilikuwa kama surprise tu. Okay. Nakumbuka nilikuwa nimetoka zangu kazini, nimefika nyumbani baada ya kuoga. Nikawa nipo naangalia movie. Mimi ni mtu ambaye napenda sana kuangalia movie na pia vile napenda kucheza sana PS. Kwa hiyo pale nyumbani wakati nimemaliza nikawa nipo naangalia movie. Okay. Kaja ni mtu ambaye ni mcheshi. Mke wangu ambaye nimezaa naye pia ni mcheshi sana. Kwa hiyo akaja akaniambia bwana kuna zawadi yako nataka nikupe. Okay. Sasa mimi kwa akili ya kawaida nikajua labda mzee ambaye shazoea anakuja ananunua t-shirt, ananunua jeans, ananunua nini, anakuta ananiletea. Okay. Siku hiyo akaniambia bwana na zawadi yako. Akanifunga kitambaa. Akaniambia zawadi yako hii hapa. Ambayo ni aliniletea kipimo. Yaani kunionyesha kwamba kipimo hiki hapa kinaonyesha wazi kwamba yeye ni mjamzito. Kiukweli nilifurahi sana. Okay, kwa hiyo anyway. Kwa ni mwanamke ambaye umemuoa au ulikuwa unaishi naye au ilikuwaje? Yani ni kwamba nikisema kwamba kumuoa ilikuwa ni bado. Ila kutokana kwa kauli ya watu wanakuambia tunasogezana. Kwa hiyo ulikuwa unakaa naye? Nilikuwa nakaa naye. Hapo ilikuwa ni mwaka gani? Nakumbuka ilikuwa kama 2023. Okay. 23 nimeanza kukaa naye, baadaye nikawa na michakato yangu, nikawa naenda mkoani narudi, Kwa mpaka kuja kufikia hatua akaja akapata ujauzito, nikaamua kwamba kwa sababu kashapata ujauzito bora nikae naye nimhudumie mpaka afanikiwe kuzaa, mambo mengine apate kuweza kuendelea. Hongera sana. Mimi nafikiri reaction ya watu wengi, mwanamke akishakuwa amekwambia ni mjamzito, mara nyingi kuna sitofahamu nyingi na nini. Kwako wewe kidogo inaonekana ilikuwa very smooth baada ya kupewa taarifa kwamba mke wake ni mjamzito na wewe ukaikubali tu bila shaka yote, basi mwanamke wako alikuwa amenyoka sana. Kiukweli mimi simsemei kwa uongo, ila ni mtu ambaye alikuwa ni mcheshi. Lakini ukiingizana kuhusiana na masuala mabinti wengine wa sasa hivi, ni mtu ambaye alikuwa ni tofauti sana. Okay. Kumuona kwa sura utamuona kama ni mapepe, ni mtu ambaye ni hivyo mcharuko, lakini kwake yeye alikuwa ni mtu ambaye amenyoka. Okay. Sasa kwa nini hujamuoa? Kwa kutokumuoa ni kutokana na dini. Changamoto ilikuja kwenye dini. Kwa maana ulikubali kuzaa naye ukiwa unajua kabisa huyu dini yake sio yako. Sasa kwa upande huo unajua mapenzi ni vitu tofauti. Sio mapenzi yakishakaa yamekaa. Kwa hiyo unaweza kusema kwamba bwana mimi sio ni vipi hamna. Kwa upande wake yeye alikuwa amekubali. Binti alikubali, lakini upande wake kwao ilikuwa ni ngumu. Kwa nini wewe hujamfuata? Hivi ni kwa nini wanaume huwa ni ngumu kumfuata dini ya mwanamke? Siku zote tunaamini mwanaume ndio kichwa. Wewe unasali? Nasali. Okay. Nataka kujua imani yako iko strong kiasi gani, kiasi ambacho mpaka ukaona hauwezi kushift kumfuata mwanamke wako ukiwa umempenda. Unajua siku zote hata vitabu vyetu vya dini vinasema mwanaume ni kichwa. Kama mwanaume ni kichwa, mwanamke ni ubavu ambaye yeye anabidi akufuate wewe. Kuna wakati wa kusikilizana na kuna wakati wa kusikiliza, wa kutii. Okay. Kwa hiyo mimi kama mwanaume sikatai kwa watu ambao wamebadilisha dini kwa sababu ya kumfuata mwanamke. Katika upande wa dini nyingine wanasema hiyo ni sunna. Au wanasema hiyo ni kama nini? Ni kama riziki ambayo inakuwepo. Lakini kwa upande wetu sisi ni kwamba
tunavyojua kwamba wazi kwamba mwanaume ndio kichwa na mwanaume ndio ambaye atafuata. Na ndio maana wewe leo uache wazazi wako ukamfuata mwanamke, bali mwanamke anaacha wazazi wake anamfuata mwanaume. Okay. Kwa hiyo wewe point yako ni kwamba ulishindwa kumfuata mwanamke wako kwa sababu ya dini. Kwa hiyo wewe unaamini kuna miungu wawili au unaamini kuna Mungu mmoja? Mungu ni yule mmoja. So kwa nini ulishindwa kujisubmit kwa mke wako wakati unaamini ni Mungu ni mmoja? Unajua shida inakuja kuwepo wapi? Upande wangu mimi na imani yangu mimi. Okay. Imesimamia sehemu hii moja. Mimi naamini Mungu wetu ni mmoja. Lakini shida ni kutokana na sisi wenyewe tulivyojiwekea katika imani zetu. Si umenielewa? Mimi Mkristo, ni imani yangu kwamba naamini kwamba mimi ndio baba na mimi ndio ambaye naweza nikatengeneza nyumba na ikasimama. Japo sasa hivi kuna wanawake wengi ambao wanatengeneza nyumba na ikasimama, lakini kwa upande wangu mimi ninaamini kwamba nyumba inatengenezwa na mtoto wa kiume. Okay. Na ndio maana madhara mengi yanakuja kwamba leo mtoto wa kiume akitoka akimfuata mtoto wa kike, anakuta mara kwa mara mizigo mingi inakuwa inamfuata mtoto wa kike, ndio ambaye anahudumia yeye. Si umeelewa kwamba mwanaume anakuwa yupo ndani, lakini unakuta mtoto wa kike ndio ambaye anahudumia familia kama ndio baba. Na baba majukumu yake ameyaweka pembeni, yeye ana mambo yake tofauti. Lakini sipendwa mara kwa mara kuingilia vitu kama hivi, kwa sababu ni vitu ambavyo vipo vya kujificha sana. Kwa hiyo wewe point yako ya msingi ni kwamba wewe kujisubmit kwenda kwenye dini ya mwanamke ni kitu ambacho kwako kilishindikana. Kwa hiyo ukaruhusu mapenzi yafe kwa sababu tu mwanamke wazazi wake wamemkataza kuja kwenye dini yako, na wewe ni mwanamke wako ambao unampenda na amekuzalia na mtoto, na ukashindwa ukakubali kwamba mapenzi yafe kwa Mesifikiri kwamba mapenzi yamekufa kwa sababu mpaka sasa hivi nipo na hudumia familia yangu ipo. How long mnamjua pamoja na vitu kama hivyo. Lakini kitu kimoja ambacho nilichojaribu kuamua kwamba kama ipo tayari wakati wote muda wote nitaweza nikamua. Okay. Lakini kama yeye yupo tayari, basi itakuwa ni riziki yetu ambayo Mungu katubariki kwamba wewe umepata riziki yako kwa kupitia binti huyu. Maisha mengine atapata kuendelea. Wewe unaamini nini kuhusiana na swala la ndoa? Kuhusiana na swala la ndoa, ni swala zito sana kwa sababu bado sijaingia katika ndoa. Siwezi kuzungumzia sana. Sawa. Kwa mfano wewe unasema ni Mkristo. Yeah. Vitabu vya dini vya Kikristo vinakataza kuzini kabla mjafunga ndoa. Kwa hiyo ukazini na ukampa ujauzito, yani sio kuzini tu, ukampa ujauzito mtoto wako, at the end of the day umemzalisha. Na kama unavyojua nowadays kuna kampeni kubwa sana ya vijana bana tuoi masingo mother na nini. Lakini ukiangalia historically masingo mother wanazalishwa na sisi wenyewe. My question, wewe unaweza kuoa mwanamke mwenye mtoto? Yeah, naweza nikaoa kama ni mtu ambaye kafundika, kafunzwa au kafanyaje. Naweza nikaoa kwa sababu hata mimi pia mwenyewe nimezalisha mtu. Kwa nini nishindwe kumwoa mtu ambaye Yaani hiyo concept yako inakuja kwa sababu unakwepa swali ambalo utakuja nalo. Yaani point yako, swali lako unajibu kwa sababu unaogopa swali ambalo linakuja mbele. Lakini si kana kwamba uko tayari kuoa mwanamke mwenye mtoto. That's a fact. Wanasema kuoa mwanamke mwenye mtoto ni kama kununua shamba lenye mgogoro. Sio, umenielewa vizuri? Naelewa. Yeah, kuoa mwanamke mwenye mtoto ni kama kuingia kwenye kununua shamba lenye migogoro. At the end of the day, watu wengi wanasema kwamba kuoa mwanamke mwenye mtoto ni kama kuoa mke wa mtu. Sio, umenielewa vizuri? Unless jamaa wao amekata. Lakini kama mwanamume wake bado anaishi, hicho ni kipengele kingine. Hiyo ni kampeni ambayo inazunguka sana. Kwa hiyo kama umemzalisha mtoto wako, you have to make sure unarudi kwenda kumwoa. Lakini kama umemzalisha tu at the same time hauna mpango wa kwenda kumwoa, manake umetengeneza single mother ambaye ataingia kwenye
kisanga kikubwa cha kuja kuolewa ikiwa wewe ndio source na una time naye? Kwa upande wangu mimi siwezi kusema kama najitetea, ila ninachomaanisha toka awali nimezungumza, nimekwambia kwamba kama familia yake itakubali, mimi nipo radhi hata leo hii kwenda kumwoa. Lakini kama bado familia yake itatengeneza kipingamizi, wale ndio ambao watatengeneza njia ya kutenganisha kati ya familia yangu na familia ya unasali wapi? Mimi ni Mkatoliki pure. Okay. Kusema pure maana yake unahudhuria ibada zote. Katoliki na hudhuria ibada na kila Jumapili. At the same time unaenda kwenye jumuiya. Jumuiya pia na nashiriki mara chache. Kutokana na ubizi. Mimi kutokana na namna ambavyo nakufahamu mimi kutokana na namna ambavyo nakufahamu sina uhakika sana na unachokijibu, lakini kama imani yako haijashiba kiasi hicho, unajua labda nikwambie kitu kimoja. Ni kwamba imani sio kitu kibaya, lakini kama unaamini Mungu ni mmoja, mimi sioni kama kuna ubaya kuwa Muislamu au Mkristo. Yaani mimi sioni kama kuna ubaya. Unless uwe very very deep. Kwa hiyo sijui mwanamke wako alikuwa yuko deep kiasi gani kwenye dini yake. Lakini kiuhalisia unakuta kuna watu wengine, watu kama sisi, yani mimi I don't give a damn kuhusiana na dini. Iko hivi. Bro, yani mimi naweza nikashift any time. Iko hivi. Yani ndio maana mimi naweza nikaingia kanisa lolote. Iko hivi. Yani inategemea tu Roho ameniongoza. Manangu kukwambia hivyo na maanisha. Unajua swali lako pia ambalo limekuwa ni nzuri, lakini iko hivi. Asilimia kubwa sisi watoto wa kiume au vijana wa sasa hivi mpaka kufikia hatua tunashindwa kuoa ni kwamba kutokana na mazingira ya mabinti ambao tunakuwa nao. Asilimia kubwa sisi tunakurupuka kuwa na mabinti ambao hatujajua tabia zao. Sio, umeelewa vizuri? Kwa sababu mabinti wengi enzi za zamani na sasa hivi vitu vimekuwa ni viwili tofauti. Okay. Mabinti wa zamani walikuwa ni mabinti ambao wanafundwa ama walikuwa wanafunzwa. Okay. Mabinti wa zamani walikuwa ni mabinti ambao walikuwa wana heshima na adabu. Okay. Lakini leo mabinti wa sasa hivi, binti unamleta nyumbani, unakuta kupika hajui, kuosha vyombo hajui. Yaani vyote unakuta kazi zote ambazo yeye alikuwa anatakiwa kufanya, wewe mwanaume ndio unafanya. Okay. Na wakati huo wewe unatakiwa uingie kazini, wakati huo unatakiwa uweze kutafuta hela umletie pale nyumbani. Okay. Baadaye huyo mtu yeye anahitaji yeye kuwa ni mzuri zaidi kuliko wewe. Kwa hiyo kitu ninachokipata hapa kwa Jay ni kwamba tatizo sio dini. Tatizo ni kwamba shughuli zote ambazo ili ya mwanamke anatakiwa zifanye kwa ajili ya mwanamume wake, mwanamume ndio anafanya. Kama kupika, kufua, at the same time jamaa aingie kazini na nini, provide nyumbani, alafu unakuta mwanamke wake hakuna kitu anamsaidia. Hiyo ndio point ambayo nimekuelewa. Kwa hiyo hapo tunarudi kwenye concept kwamba ukiwa uko deep kwenye dini yako, mtu kukufuata sio issue ni kwamba wewe nini unachompa, uko serious kiasi gani na yeye. Sio, umeelewa vizuri? Kuelewa. Hiyo ndio point yako ya msingi. Bwana, shout out to mwanangu Jay Star, au sio? Ni mwanangu anafanya music, anafanya poa sana. Keep it up kwa him jamani, tumsupport. Account zake za Instagram anatumia official Jay Star, TikTok anatumia official Jay Star, YouTube pia anatumia official Jay Star, pamoja na Facebook pia ni official Jay Star. Anafanya mzuri sana, ni msanii wa kizazi kipya, na ngoma lake bonge moja la goma linaitwa How. Ni ngoma ambayo inazungumzia maisha sasa hivi kabisa, ambayo yanahusiana na struggling za music, lakini pia struggling za mahusiano. Yani kwamba unaweza kuwa uko kwenye mahusiano yako na nini kubungubaa, lakini kuna wachawi kadhaa wanakuwa wanakuletea nuks na nini, wanataka kuharibu mahusiano. Na kama hivyo mwenye mwezi wazazi wametia nuks pale, mtoto kama ile mtoto kakaza hivi, unajua zile kwamba wazazi wamekukataa Mnyamwezi, mtoto ameshindwa kushift, au sio? Kibra shout out to mwanangu Jay Star, au sio? Mfuate kwa akaunti zake za Instagram, TikTok pamoja na Facebook official Jay Star. Kibra.